nguvu za upako zitafanya kazi katika maisha yetu, zitafanya kazi katika kanisa letu, zitafanya kazi katika familia zetu. Nguvu za upako zitafanya kazi nchini mwetu Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba tumepokea nguvu ambazo ni za upako, ambazo zinatokana na Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hizi nguvu za upako ambazo tunapokea mwaka wa 2026 sio nguvu za kimwili. Haleluya. Ni nguvu za kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani yako, kama umeanza kuenda gym ndio ukuje kututushia maisha, sisi hatutishiwi maisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu nguvu ambazo tunapokea sio za misuli. Haleluya. Unajua kuna wale majamaa ambao wanaenda gym siku mbili alafu wanaanza kutembea namna hii. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wanaanza kuturingia. Wanaanza kujisikia kana kwamba wamefika. Haleluya. Nguvu ambazo tunapokea sio nguvu za kuringia watu. Tuko pamoja. Haleluya. Ni nguvu za kiungu za kufanya mambo makubwa. Are we together? Nataka nichukue dakika 5 tuweze kuangalia what is prayer and fasting, kwa sababu tunaomba na kufunga. Haleluya. Na nataka tuelewe ya kwamba hata kama tunaomba na kufunga, sio eti kwamba tuko katika ile mahali ambayo tunamwitisha Mungu hizi nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mko na nguvu. Haleluya. Inasema ya kwamba mko na nguvu. Neno la Mungu alituambia tuombe tupokee nguvu. Haleluya. Ya kwamba mko na nguvu. Haleluya. 1 John 2:20. Neno la Mungu linasema kwamba but you have an anointing. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. But you have an anointing. Haleluya. I already have an anointing. Man of God, you already have an anointing. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. From the Holy One. Are we together? That is why nimekuambia kwamba atuombi tupokee hizi nguvu. Tuko na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya maombi ya kufunga ambayo tunaomba ni ya kuweza kuactivate. Haleluya. Ya kwamba kuna kitu ndani yangu ambacho kitapokea spark of the Holy Spirit. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati ambapo unasema kwamba kuactivate, kila mmoja wetu tuko na switch kwa nyumba ya stima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa ukienda uingie kwa nyumba yako, ukikosa kuactivate stima, itawaka. Haleluya. Sisi tuko na anointing ndani yetu. Haleluya. Haya maombi ambayo tunaomba ya kufunga ni ya kuweza kuactivate, ya kuweza kuwasha huo moto wa anointing. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia kwa nyumba yako, wewe unajiambia kwamba sitaki nikae kwa giza. Unaenda mahali ambapo switch iko, unaweka moto, light inakuja mara moja poa. Haleluya. Hiyo ndio kitu ambayo Mungu anafanya kwa ile maombi ambayo tunaomba kanisa la Mungu, ni kuweza kuwasha moto ambao ni moto wa nguvu za upako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye anasema ya kwamba siwezi kukubalia ili neno la unabii libakie tu kuwa neno, nataka liwe actions. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua kuna watu ambao
watakaa wakisema tu anointing power, anointing power, anointing power. Mwezi wa Mei ufike, haleluya, lakini tunaomba kwamba hata hao Mungu atawagusa na wataweza kuactivate. Haleluya, praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Tunasema ya kwamba wakati ambapo tunasema kwamba prayers and fasting, tunaombea kuhusu maombi, ambapo tunasema kwamba maombi ni njia ya kuweza kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na fasting ama kufunga chakula ni njia ya kuweza kujinyima ili ukaweze kupatia Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Are we together? So wakati ambao tuko nao mwezi wa Januari ni mwezi wa kuweka our communion ama our relationship na Mungu, ambaye anointing inatoka kwake, kukuwa na that close relationship. Haleluya. Na njia ya kuweza kuactivate that, kwa sababu kila mmoja wetu anajua ya kwamba mwili huwa unanena sana. Tuko pamoja? Mwili uko na nguvu, mwili unanena. Biblia inasema kwamba vita ambavyo tunapigana sio vya kimwili, lakini ni vita ndani ya roho. Na unajua ya kwamba mwili huwa hauelewi mambo ya kiroho. Haleluya. Ndio sababu neno la Mungu linasema kwamba akili ambayo imewekwa ndani ya mwili ni kifo, lakini akili ambayo imewekwa ndani ya roho ni uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wanaweka akili zao ndani ya mwili. Haleluya. Lakini nataka ujue ya kwamba ili neno tunalinenea la mambo la anointing power ni neno ambalo lazima tuweke akili zetu ndani ya roho. Na njia moja ambayo itatusaidia kuweka akili zetu ndani ya roho ni njia ya kunyima mwili. Haleluya. Kama ulikuwa unakula sahani 3 kwa siku, ukilemewa sana kula 2. Sema hapo kwingine hiyo ni ya Mungu. Tuko pamoja? Kama ulikuwa unakula 2, wachana na 1, kula 1. Haleluya. Na neema ya Mungu ikitosha, sema ya kwamba sitakula kitu kwa siku mzima. I want to have my time with God. Bwana Yesu asifiwe. Ni njia ya kunyamasisha mwili. Are we together? Katika haya maombi, kama vile ambavyo askofu wetu alituambia ya kwamba kwa sababu ya nguvu ambazo ni za upako, kuna watu ambao watakuwa wanaachiliwa katika kazi ya huduma. Bwana Yesu asifiwe. Na unajua wakati ambao tunanena kuhusu kazi ya huduma, kuna mtu anafikiria lazima ukuwe pastor kama yule ambaye amesimama mbele yako, ama lazima ukuwe askofu. Kuna watu ambao Mungu ataanza kutuma katika marketplace, kule kwa soko na wamama, uko unaendelea kurepresent Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna maapostles ambao Mungu atatuma katika maofisi. Haleluya. Kuna manabii ambao Mungu atatuma katika mashule. Haleluya. Vijana ambao watakuwa wanasimama wanaambia wanafunzi wenzao kuna Mungu ambaye ako na nguvu ya kuokoa na kukomboa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii upako inakuja kuactivate. Inakuja kutuactivate kwa sababu ya kazi ya kingdom ya Mungu. Hallelujah. Somebody is ready to be activated. Hallelujah. Hallelujah. Neno la Mungu linasema kwamba wakati ambapo Roho Mtakatifu anointing yake itakuja juu yako, utapokea nguvu mpya. Hallelujah. Na kile kitu ambacho kitaanza kufanyika, tutaanza kutangaza wema wa Mungu. Tunaanzia hapa Gonga. Hallelujah. Tunaenda Nairobi City. Hallelujah. Tunaenda East Africa and to the uttermost part of the world. Hallelujah. Hivyo ndivyo nguvu za Mungu zinafanya zinapokuja.
Na Mungu anasema kwamba walipokea nguvu, wakaanza Yerusalemu, wakaenda Judea. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ambaye mahali hapa atangoja siku 21 ziishe kama unjapata nafasi ya kuomba na kufunga. Haleluya. Usiitikie mwili kunyime baraka yako. Are we together? Unaamka asubuhi unaona ugali ulipika usiku inakugondolea macho. Nakwambia utaweza kweli? Tuko pamoja? Unajua wakati ambayo unafunga ndio shetani anajaribu kutafuta technicalities ya kukushika. Hiyo ndio siku unapata mtu ya kukuambia, bana kuja bishop kuja tukakule kuku. Tuko pamoja? Huyo mtu mwenye hata anjaoi kununulia kitu ndio unasikia kikwambia elder kuja tukakunywa chai. Tuko pamoja? Ambia jirani yako hiyo ni ujanja ya shetani. Ambia hiyo ni ujanja ya shetani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawajibu, hali hii haiwezi kutoka isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna hali ambazo hatuwezi tukabadilisha katika maisha yetu kama sio kwa kuomba na kufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna minyororo ambayo haiwezi ikavunjika. Kuna addictions ambazo haziwezi zikakuacha kama si kwa kuomba na kufunga. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sababu wakati ambapo tunaomba na kufunga kuna activation, kuna spark ya roho ya nguvu za anointing ambazo huwa zinaachiliwa za kuvunja mapepo, za kuvunja minyororo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambapo tunaomba kuna vitu tunajipossession ndani ya roho. Haleluya. Tunajipossession ndani ya roho, na ile anointing ambayo Mungu ameweka ndani yetu inafanya kazi mara moja pap. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Father, we thank you. Father, we give you the praise. Maje katolomolosia. Mazotelemene. Naomba tusimame. Ambia Mungu, nipe nguvu, nipe uwezo. Sitaki kuwa mdhaifu. Tunasema ya kwamba they that wait upon the Lord, wanaomngojea Mungu watapokea nguvu mpya za upako. Wanaomngojea Mungu watapokea nguvu mpya za upako. Watapaa kwa mabawa kama tai. Watatembea bila ya kujikwaa. Watakimbia bila ya kuchoka. Mwambie Mungu, nguvu mpya, nguvu mpya, nguvu mpya. Mazotaya taya landa bahasotaya marakotayanda masatayata rosata labata rekata balabata esataya makatayata bakatayata basatata. Nataka kusikia mtu akimwomba Mungu, nguvu mpya Bwana, nguvu mpya Bwana, nguvu mpya baba yangu, nguvu mpya baba yangu. Sitaki kuwa mdhaifu, sitaki kuwa mnyonge. Kemea roho na pepo ya unyonge, kemea roho na pepo ya ujanja, mapepo ya ujanja. Asatayataya. Nisikie watu wakiomba na kumuita Mungu. Nisikie watu wakiomba. Mtoto wa Mungu, omba ya kwamba Mungu akakupe nguvu mpya ya maombi, nguvu mpya ya kuweza kuanzisha kazi ya nguvu za upako katika maisha yako. Asatayata rosatandabaya makatalabata esatata rapatakata esatapata asantabayata. Tunakataa kuwa wanyonge, tunakataa kuwa wadhaifu, tunakataa. Oshelebedebe mazezezo zazazatalabade
masoso zezo zazazo pezetele bedebe pasakala bata. Mwambie Mungu akuguse tena. Mwambie Mungu, one more touch, one more touch, one more touch. Revive my prayer life. Revive my prayer life. I want to pray again. I want to pray again. I want to pray again. You Holy Spirit, fill us, Lord. Kuna watu ambao hauwezi ukafunga kwa sababu shaitani amekupatia magonjwa ambayo hauwezi ukafunga. Muombe Mungu akuponye tumbo yako, mwili wako uwe sawa sawa. May you disconnect me, Father, from the desires of the flesh. May you connect me, Father, with the desires of the Spirit, Father. The Lord, may you give us new and morning. May you give us one more time, Father. Lord, I need your touch. One more time, one more time, one more time. Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time, Lord, I need one more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Lord, I need your touch. One more time, Lord. One more time, Lord, I need your touch. Lift your voice and say one more time. One more time. One more time, Lord. One more time. One more time. One more time, Lord, I need your touch. One more time. One more time. Oh, come touch me one more time. One more time. One more time. Lord, I need your touch. Every day, every hour, all the time. Lord, I need your touch. When I pray, when I fast, oh, one more time, Lord, I need your touch. One more time. One more time. One more time. One more time, Lord, I need your touch. One more time.